Mteja Hujambo mpenzi mtazamaji popote pale ulipo. Hii ni Ndizi TV Africa, ikiwa kwamba siku ya leo, siku ya Jumapili tarehe 23 mwezi wa 11 mwaka 2025, nikikukaribisha katika ripoti ya weekend siku hii ya leo. Jina langu mie ni Jeff Nyakundi na mwelekezi wangu ni Bwana Lucas Ouma. Na tukianza taarifa zetu kutoka kaunti ya Migori ni kwamba mbunge wa Nyatike ambaye pia ni katibu mkuu wa chama cha watumishi wa umma Tom Odege amehimiza uongozi wa juu wa chama cha ODM kuleta maridhiano na kujenga umoja ndani ya chama hicho. Akizungumza hiyo jana katika hafla ya Last Mile Connectivity huko Uriri, alisisitiza kuwa ODM itanufaika zaidi na serikali na kuendelea kumuunga mkono Rais William Samoei Ruto baada ya mwaka 2027 ikiwa tu litadumisha mshikamano huo. Wito wake uliungwa mkono na Senator Ed Oketch, mbunge wa Uriri Mark Nyamita na waziri wa nishati Opiyo Wandayi, ambao walikosoa baadhi ya viongozi wanaosababisha mpasuko ndani ya chama hicho cha ODM. Mwandishi wetu wa kaunti ya Migori Lennox Odede ana taarifa hiyo kwa kina. Mbunge wa Nyatike ambaye pia ni katibu mkuu wa chama cha watumishi wa umma Tom Odege ameitaka uongozi wa chama cha ODM kuzika tofauti zao na kufanya chama hicho kwa imara zaidi. Akizungumza Kagito, Uriri, wakati wa uzinduzi wa mradi wa Last Mile Connectivity unaotekelezwa na REREC na kuzinduliwa na waziri wa nishati na petroli Opiyo Wandayi, Odege amewahimiza viongozi wakuu wa chama cha ODM kuungana na kufanya kazi kwa umoja au wajiondoe nafasi zao kupisha wale wanaoweza kuongoza chama hicho. Amesema yuko tayari kuunga mkono uongozi wa ODM ikiwa tu watadumisha umoja. I was in Mombasa and I've never seen what I saw in Mombasa. A very serious lapse in leadership. And I'm sure those people who are privileged to be in the helm of ODM today, please, can you fix your differences or you sip out? We will not allow you to kill our party because of your personal interest. You either work as a team or you leave. We don't have shortfall for leaders in this country. Even me, I can lead ODM to where we want us to go. But because I don't have that chance today, I'm ready to support those who are there, but only if they are ready to deliver what people of members of ODM are looking for. But displaying unity which we saw in Mombasa, we are not ready for it again. Odege amesisitiza kuwa ODM inaweza kunufaika na serikali endapo litasalia kuwa dhabiti na lenye umoja, akiongeza kuwa chama hicho kitaendelea kumuunga mkono Rais William Ruto baada ya mwaka 2027 iwapo kitakuwa kimesimama pamoja. I want to tell you that we can only gain from this government if we remain in our party ODM and we make it strong. If we have a weaker party, nobody will look for us. Raila was looked for because ODM was strong. So as we are going forward, let us remain in ODM but support William Samoei Ruto. We support him as a party, and again we support him as a community. We will gain more. But telling Luos now that we compete for presidency come 2027, tunadanganywa. We are not ready for that as at now. Our time will come. But for now, let us strengthen our party. But we vote for who? For Ruto. Senator wa kaunti ya Migori Ed Oketch pamoja na mbunge wa Uriri Mark Nyamita pia wamewakosoa baadhi ya viongozi wa ODM wanaodaiwa kuleta mgawanyiko ndani ya chama, hasa wale wanaohimiza maandamano ya mitaani. You cannot use our people to look for your own food in the hands of the government. We want people who are sticking with this government during the day and during the night. Many people are saying, oh, we want to improve our lives. Yet when the president is challenging us to shun mediocrity and go on the path of prosperity, we are saying, oh, here haiwezekani. So we are telling you, the president, naysayers will be there, people who will doubt your vision will be there,
but there are many others who are behind and who want their lives transformed. I want to speak to one person called James Agri Orengo, who the other day said that they are not going to get into this broad-based government of William Samuel Ruto. Agri Orengo, we put it to you that if you are not going to join this government, please stay aside. It is not a must that you must lead. People will lead like Mheshimiwa Opiyo Wandayi, na sisi wote tuko ndani. Kauli hizi zimeungwa mkono na waziri wa nishati Opiyo Wandayi, ambaye ametoa wito kwa viongozi kudumisha uadilifu na kushirikiana na Rais William Ruto kwa ajili ya maendeleo. Mambo ya siasa hakuna ya kubatisha. Sisi tulifunzwa na baba Raila Amolo Odinga kuchukua msimamo kwa wakati wowote, ya kwamba nikiamshwa hata usiku na niulizwe nimesimama wapi, nasema mimi nimesimama hapa. Mimi msimamo yangu ni hii. Kwa hivyo sisi hatuwezi kubatisha. Our interest, our surest bet as a people is to stick with President Ruto. To stick with him, and not just to stick with him, to stick with him and support him fully to get his second term. Ili wakati Mheshimiwa Rais Ruto atakuwa naunda serikali ijayo, aunde hiyo serikali ikiwa kura zetu ziko ndani. Nikiripotia Ndizi TV Africa kutoka kaunti ya Migori, mimi ni Lennox Odede. Na kwingineko katika masuala ya kisiasa ni kwamba mbunge ama mgombea wa ubunge wa Malava kupitia chama cha Democratic National Alliance DNA, Joab Burudi Manyasi, ameondoa azma yake ya kuwania kiti hicho na kutangaza kumuunga mkono mgombea wa chama cha UDA David Ndakwa. Hatua hiyo ilifichuliwa na waziri mwenye mamlaka makuu Musalia Mudavadi Jumapili hii mjini Kakamega, siku chache kabla ya kampeni kukamilika kulingana na ratiba ya IEBC. Amefikiria, amejadiliana na wafuasi wake, amejadiliana na jamii yake akiwemo mke wake, na amefika kwa uamuzi wa kusema kwamba tutafanya kazi pamoja. Wataungana na candidate David Ndakwa wa broad-based government, ambaye alisimama kwa chama cha UDA ambacho kinaongozwa na President William Ruto. Sasa tuko kitu kimoja. We are one. We are united. We are putting all our teams together so that 27th of this month there shall be no doubt whatsoever about the victory of David Ndakwa as the candidate of the broad-based. Nataka nimshukuru kwa niaba ya hao viongozi wote Manyasi na timu yake, because they have shown a lot of solidarity, a lot of determination and a lot of goodwill for the people of Malava. Mimi nasema asante sana kwa niaba, na sasa wale wako kule kwa kiwanja wajue kwamba ndugu Manyasi yuko na sisi. Tunafanya kazi pamoja, tunatembea pamoja. Kwa hivyo kama ni vumbi, sasa wataiona, kwa sababu ndugu yetu amekubali kushikana na sisi. So that this message goes out very clearly that there is no room for maneuver for the other people. We are now solid. Tukitoka eneo hilo la Malava, kisiasa turejee katika kaunti ya Migori tena. Ni kwamba waziri wa nishati na petroli Opiyo Wandayi ametangaza kwamba serikali inapanga kuboresha kiwanda cha umeme cha Gogo huko Huriri, kikiongezwa kutoka megawati 2 hadi 8.6. Mradi huu wa mabilioni ya shilingi ama wa mabilioni ya fedha unatarajiwa kuzinduliwa na Rais William Samoei
Samoei Ruto na unalenga kupanua upatikanaji wa umeme, kuongeza fursa za ajira kwa vijana na bila shaka kuboresha udhabiti wa usambazaji wa nishati katika kaunti hiyo ya Migori. Mwandishi wetu tena Lennox Odede ana taarifa hiyo zaidi. Waziri wa nishati na petroli Opiyo Wandayi ametangaza kuwa serikali inapanga kuboresha kiwanda cha kuzalisha umeme cha Gogo kilichopo Uriri kutoka uzalishaji wa sasa wa megawati 2 hadi megawati 8.6. Akizungumza katika eneo la Kagito, kaunti ndogo ya Uriri, wakati wa uzinduzi wa mradi wa kuunganisha umeme kwa wananchi kupitia shirika la Rural Electrification and Renewable Energy Corporation REREC, Wandayi amesema kuwa mpango huo unatarajiwa kuzinduliwa rasmi na Rais William Ruto. Gogo power plant has been producing just 2 megawatts of electricity for all these years. And yet it is the oldest power plant in this republic, at least hydropower plant. Kupitia kwa vision au foresight ya Mheshimiwa Rais William Ruto na serikali yake kuu. Sasa hivi ninapoongea mpango ya ku-upgrade Gogo power plant from 2 megawatts to 8.6 megawatts imekamilika. Na kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, mwaka ujao hautaisha kabla sisi kufika hapa na Mheshimiwa Rais kufanya ground breaking. Ameeleza kuwa mradi huo unaogharimu zaidi ya shilingi bilioni 6 utatoa ajira kwa vijana, kuongeza idadi ya nyumba zitakazounganishwa na umeme na kuimarisha upatikanaji wa umeme kwa njia endelevu. Na hiyo itagharimu pesa zaidi ya shilingi bilioni 6. Na hiyo itafanya watoto wetu wapate ajira na itasaidia kusawazisha mambo ya nguvu ya umeme katika hii eneo. Hii eneo ya Migori na South Nyanza kwa jumla imekuwa ikipata shida ya stima. Inakuja inapotea. Inakuja inapotea. Sasa hii Gogo power plant itasaidia zaidi ensure stability of electricity in this region. Aidha, amebainisha kuwa Rais William Ruto ametenga zaidi ya shilingi bilioni 2.5 ili kuwezesha wakazi wa kaunti ya Migori kupata huduma za umeme. Hiyo haingewezekana kama hatungekuwa na rais ambaye anajali maslahi ya wananchi wote, ambaye anajua ya kwamba au anakumbuka ya kwamba Migori vile vile ni part of Kenya. Mheshimiwa Ruto alitenga na akaweka kwa bajeti karibu shilingi 2.7 billion for this county only, kwa ajili ya kuunganisha stima kwa wananchi, na ikiwezekana ifike katika kila boma, na ikiwezekana zaidi ifike katika kila nyumba. Kwa upande wake, mbunge wa Nyatike Tom Odege ametoa wito kwa serikali kuzingatia zaidi maeneo ya Nyatike na Uriri ambako kiwango cha uunganishaji wa umeme bado iko chini. I want to make a request to the minister. When you look at electricity coverage of Migori County, Nyatike and Uriri are still lagging behind. I sit in that committee and I can say here authoritatively that we are still below average compared to Awendo and Rongo. We are still very far. So Waziri, in this supplementary budget and the budget of next year, I want to make a request to you. When we go through that budget, can we do something for Uriri and Nyatike so that we can also compete with our neighbors? Nikiripotia Ndizi TV Africa kutoka kaunti ya Migori, mimi ni Lennox Odede. Na tukizidi kusonga mbele ni kwamba Rais William Samoei Ruto akihutubia katika hafla ya kuweka jiwe la msingi la mradi mkubwa wa chuma wa Defki huko Kayolo, wilaya ya Tororo, mashariki mwa Uganda, alisisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano kati ya Kenya na Uganda katika kukuza uwekezaji wa umma na binafsi. Pia aliwashukuru viongozi wa serikali ya Uganda kwa kukubali kushirikiana katika mpango wa umiliki wa pamoja wa kampuni ya bomba la mafuta ya Kenya, hatua ambayo ameitaja itaimarisha usalama wa nishati na kuharakisha maendeleo ya kikanda. Let me also commend you, Mr. President, for agreeing to work with us. The ministers were in Nairobi last week, and I have given them appropriate guidance on the need for Uganda and Kenya, public and private,
to jointly own the Kenya Pipeline Company, the company that supplies or provides the pipeline for supply of fuel into our region. The government of Kenya will be divesting up to 65%, and I am happy that Uganda is prepared to co-invest with us, because that Kenya pipeline facility is not just a Kenyan facility. It is a regional facility. Therefore, as the government of Uganda invests in the Kenya Pipeline Company, I want to encourage Ugandans and East Africans to equally invest, both to public entities, but more importantly, to citizens of our region, so that we can diversify ownership of the facilities that we have in our region. This project will provide jobs for our young people, build new value chains for small and medium enterprises, and create opportunities that extend far beyond Uganda's borders. Already, the Tororo facility currently employs more than 400 workers, with plans to increase workforce within the company to 20,000 by 2027 across our East African operations. Beyond direct job creation, it will open vast opportunities for companies within the East African community, particularly in transport, in energy, in construction and service sectors, through cross-border supply contracts and strategic joint. Na tukisalia humo humo Tanzania ni kwamba tukisalia humo humo Uganda ni kwamba akizungumza katika hafla ya kuweka jiwe la msingi la mradi mkubwa wa chuma wa Defki huko Kayolo, wilaya ya Tororo, mashariki mwa Uganda, Rais Yoweri Museveni wa Uganda alisema kuwa jitihada hizo ni sehemu ya mpango mpana wa ukombozi wa Afrika. Alibainisha kuwa kampuni ya Defki inawekeza dola milioni 500 nchini Uganda na kusisitiza kuwa wapo sambamba na Rais William Samoei Ruto katika kutekeleza dira ya Africa Pan-Africanism. Of development energies from Africa to other parts of the world. Especially, initially the export of slaves, because initially slaves were being exported, labor, free labor was being exported. Then later on, now raw materials. So what we are doing here is not just launching a project. It is part of the liberation process of Africa. It is part of ending the betrayal, usaliti of Africa. The man is going to invest $500 million here. And he has already helped us with the cement. He has got a very good track record. What he says, he does. I'm very happy with him. And I want him to bring more gurus. Are there more reverends there? Indian reverends. He's going to bring more reverends, Indian reverends. And I want to thank His Excellency Ruto for encouraging him and for being together with us. We are fully aligned with His Excellency Ruto on the issue of the Pan-African vision. Na mzikiwa zimekatika dakika 19 baada ya saa 1 jioni, tutakuwa napata mapumziko mafupi, nikirejea na taarifa za spoti.
festive season, treat yourself at Camel Park Hotel, just 5 kilometers from Kisii town off Kisii-Kilgoris Road. Enjoy luxury, comfort, and a 10% discount on all accommodation services. Book now and celebrate in style. Camel Park Hotel, the pride of Kisii. Strive everybody longs for. Human beings will spend their time online searching remedies for conditions challenging them. Some will go to medical facilities seeking medical help, while others will use herbal means to keep their health hazards. I am Chemutai Kirui, and every week on Afya Yetu, we open the doors for life-changing conversations from wellness and nutrition, preventing diseases, managing chronic illnesses, and even mental health. We bring expert advice, real-life stories, and practical solutions that touch every part of your life. Join me, Chemutai Kirui, on Dizzy TV Africa Afya Yetu Health Show every Friday from 7:30 to 8:30 p.m. and be part of the change. Je, wewe ni mmiliki wa aina ya gari aina ya Alto, Probox, Harrier, V8 na Lexus? Jipatie brake parts kwa bei nafuu hivi sasa. Vilevile oil filters kwa gari aina ya Toyota na vilevile Subaru. Ili upokee popote ulipo, piga simu kupitia nambari 0739318606. Je, wajua kwamba mapishi si kazi tu ila ni sanaa? Njoo tujifunze mapishi mapya katika runinga ya Ndizi TV Africa. Hapa ndipo tunapika, tunajifunza, tunakula, tunasherehekea na kucheka kidogo. Ungana nami kila siku ya Jumanne kuanzia mida ya saa 2 usiku katika kipindi chetu cha Pishi Bora. Hapa ndipo tutakuwa tunapika vyakula mbalimbali ambavyo vitakuwa vinanukia, kama vile mchuzi wa nyanya, tunapika kuku kitunguu, tunapika wet fry na vyakula vingi zaidi. Njoo tujifunze pamoja na tulete ubunifu jikoni katika kipindi chetu cha Pishi Bora. Ungana nami Ronalfa katika kipindi cha Pishi Bora, tulete ubunifu jikoni. Mteja mpendwa, ni wakati sasa wa kujinyakulia aina ya flash disk kuanzia 8GB, 16GB na vilevile 32GB. Vilevile earphones, wireless headsets, unajipatia wireless microphones tofauti kwa bei nafuu. Yale ambayo unafaa kuyafanya hivi sasa ni kwamba unapiga simu kupitia nambari 0739318606. Yote unayapata kwa bei nafuu popote ulipo.
Karibu tena mpenzi mtazamaji, tunapozidi kusonga mbele katika taarifa zetu za ripoti ya weekend na Jeff Nyakundi. Kumbuka kwamba utakuwa unatufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii kama Ndizi TV Africa. Na tukisonga mbele katika spoti ni kwamba michuano kwenye kinyang'anyiro cha Sahil Chanda imekamilika katika siku ya 3, huku timu ya Kiamabundu Starlets wakishinda Otamba bao 1-0, nayo timu ya Otamba wanaume wakishinda Nyanchwa mabao 3-2. Mashabiki na makocha hawakukosa kuonyesha furaha yao. Jina naitwa Wilfred Makori, koji wa Kiamabundu Queens. Leo tumekuja mchezo hapa ya finali ya Kisii Central Ward. Tulikuwa tumepanga wasichana, tumetrain. Game imekuwa mzuri but opponent wamekuwa tough, but imewezekana tumepata bao 1 na tumequalify kwenda finali ya divisional level. Sasa tunaendelea kujituma, we are preparing ourselves tuende finali. Last round finali ilitukoza, tukasema ya kwamba this time round tunarudi tujipange tuende finali kuchukua hiyo kombe la constituency final. Napongeza wachezaji wangu, wamefanya kazi nzuri. My coaching staff tumeshirikiana, kazi imekuwa mzuri. Hiyo nawapongeza. Above all, namshukuru Mungu kwa sababu yeye ndiye ametupatia hii ushindi ya leo. Kwa majina naitwa Sheila Nicole. Nashukuru tumeweza kupata ushindi. Tukao tumejipanga. Although opponents wamekaa wagumu kiasi, lakini tumeweza kushinda kwa bao 1. Kwa hii tournament venye imeanza, tumejipanga tuweze kumaliza kama number 1. Tufike finals. Kwa majina ni Masanya Philip. Mimi ndiye msaidizi wa kocha mkuu hii klabu ya Kiamabundu Queens. Leo tuko na furaha kidogo kwa sababu tumekuja na tumepiga opponent bao 1-0. Opponent alikuwa amejipanga, lakini sisi tumekuwa tukifanya mazoezi kila wakati. Na nikiangalia kwa wasichana, ni wasichana wadogo na wako na talent nzuri sana. Hata mashabiki kila mtu amefurahia kwa kiwanja. So aim yetu ni kuchukua number 1, chukua hiyo pesa yenye ambayo mheshimiwa ameweka. Alafu pia hao wasichana wao wanacheza kwa ligi ambayo inaitwa Regional League. So tunaendelea kujitayarisha, kama kunaweza kuwa na wahisani wanaweza sponsor hao wasichana, wanacheza vizuri ili tuendelee kukuza hivi vipaji ambao wako navyo. Asante na shukuru. Cheke. Kwa majina naitwa Youngrin Nyandusi Kaibe. Mimi ni mchezaji wa Kiamabundu Youth. Kwa leo tumekuwa na timu ya wasichana na wamecheza poa, hata kama opponent team walikuwa hard kidogo but wamejituma. Naitwa Glenn Gregory. Mimi pia ni mchezaji wa Kiamabundu, lakini leo tumekuja kusupport timu yetu ya ladies. Although wamecheza game yenye iko tough kidogo, lakini tulikuwa tumemeet expectation. Lakini kama mashabiki tulikuwa tuko na uoga. Tulikuwa tunataka tupate bao za mapema, lakini haiku chance tupate. So ninawapea congrats kwa timu yetu ya wasichana na continue to kuwin hii tournament wa ibebe. Thanks. Kwa majina naitwa Elisho Imeke. Narudishia ni asante kwanza kwa MP kwa kuweka hii tournament. Leo tumeona talanta manze kutoka Kiamabundu Starlets. Ama demo wamecheza vizuri, wamepiga hiyo game, wame-explore hiyo talent. So kitu kingine wasichana wanacheza regional league coming next year. So kama unaweza support wape kitu kiasi naweza saidia kwa ligi, mfanye hivyo. Jina naitwa Rubin na kuanga fan wa Kiamabundu. Leo nimefurahia kuona wasichana wetu kumbe wanakuanga na talent. Kitu imenifurahisha tukipanga hivi na vijana tuko na wao. Sasa kitu naomba huyo MP atusaidie ajenge hii timu, hata hatuna uwanja huko Kiamabundu. Na mechi hizo zitarejelewa siku ya Jumanne katika uwanja wa Gianchere na uga wa Nyanturago, kama vile mwenyekiti Steve Biko anasimulia ama akitoa kauli yake ambayo imetiliwa mkazo na mkuu wa mawasiliano kutoka eneo bunge la Nyaribari Chache, Bwana Urare. Urare, natoka ofisi ya mbunge wa Nyaribari Chache, Mheshimiwa Zahiri Janda. Leo tuko katika uwanja wa Nyaguta. Kuna mechi zinaendelea hapa katika mheshimiwa ameweza kuweka kikombe inaitwa Zahiri Janda Super Cup. Leo ni siku ya 5 tangu tuanze hizi mechi.
tangu tuanze hizi mechi tumeweza kuona kwamba watu wetu wameweza kurespond vizuri, kwa sababu na vile tulipozingatia katika mambo ya rules, tuliweza kusema kwamba hii tournament Mheshimiwa Zairi Janda ameweka ili wachezaji wa Nyaribari Chache peke yake waweze kuparticipate, na hivyo ndio maana unaona our technical team imeweza kuwa firm katika hii mambo ya kufanya vetting, kwa sababu tumeweza kuona kwamba kuna wachezaji kutoka other constituencies ambao wameweza kujaribu bahati yao, lakini tumekuwa firm kwa kufanya mambo ya vetting, kwa sababu tunaitisha ID number, kama ni kura tunaitisha bado kura yako. So far tunaweza sema kwamba wananchi wa Nyaribari Chache ndio wameweza kufaidika katika kucheza hiki kikombe. Siku ya kesho tutakuwa na break, lakini siku ya kesho kutwa tutarudi na hizi mechi zitakuwa katika uwanja wa huko Gianchere, na bado sio siku nyingine inafuata tutakuwa katika uwanja wa Nyantrago mpaka weekendi. Kwa hivyo vile mnajua katika hiki kombe cha Mheshimiwa Zairi Janda, katika teams za wanaume number 1 atachukua 1,000,000, number 2 atachukua 1,400, number 3 atachukua 1,200, kisha number 4 atachukua 1,100. Na kuna zawadi hapo kama uniforms na mpira itapeanwa kwa washindi. Pia katika kategori ya wanawake tuko na number 1 atachukua nusu milioni, number 2 katika wanawake bado atachukua 1,200, kisha number 3 atachukua 1,100 na number 4 atachukua 50,000. Kwa majina naitwa Steve Biko Ratemo. Steve Biko ndiye mwenyekiti wa kombe hili la Zairi Janda Super Cup mbunge wa Nyaribari Chache ambalo linachezwa katika eneo la Nyaribari Chache. Mchuano wa leo tumekuwa na mechi 3 ambapo tulianza mechi ya kwanza ilikuwa ni kati ya Super Davio ambao walishindwa na Nyaguta. Tukakuja mechi ya pili ambayo ilikuwa inahusisha mechi kati ya Kiamabundu Queens pamoja na Otamba Queens. Kiamabundu Queens waliipuka washindi kwa bao moja kwa nunge. Na sahizi mechi ambayo imetamatika ni kati ya Otamba na timu ya Nyanchwa, mechi ambayo imeisha kwa Otamba kuwa washindi wa mabao 3-2. Tukiangalia kombe hili la Mheshimiwa Janda lilianza mnamo siku ya Jumamosi ambapo ndio ilikuwa launching day. Kuna mechi kadhaa zilichezwa siku hiyo, zilikuwa mechi kama mechi 2. Kufikia leo hii ni siku ya 5 ambapo tumepata mshindi kutoka Central Ward ambayo ni Otamba. Tukiangalia pia Kiogoro Ward tumepata mshindi ambayo ni Nyaguta. So kesho na kesho kutwa tutakuwa mapumzikoni kidogo. Siku ya Jumanne tutakuwa upande wa Keumbu Division, Keumbu Ward ambapo tutakuwa na mechi kadhaa, mechi kama 4 hivi. So ndio ningependa kuambia mashabiki kwamba ili kombe la Mheshimiwa Janda mashabiki wahudhurie kwa wingi, sababu tunajaribu kuangalia tuone kama tunaweza pata vipaji ambao watakuja kusaidia eneo hili la Nyaribari Chache. Na tukirejea katika kombe la APL ama michezo leo APL pale ni kwamba hiyo jana Chelsea ilipata ushindi dhidi ya Burnley, na kwingineko Nottingham Forest ikawaragaza Liverpool mabao 3-0. Bournemouth na West Ham wakacheza pale wakatoka sare ya mabao 2. Wolves na Crystal Palace wakacheza, Crystal Palace wakashinda mabao 2-0. Na hiyo jana bado Brentford wakacheza na Brighton, na Brighton ikashinda mabao 2-1. Fulham na Sunderland wakacheza ili hali Fulham ilishinda bao 1-0. Na hiyo jana timu ya Newcastle na Manchester City walicheza, timu ya Newcastle ikapata ushindi dhidi ya Manchester City. Na bila shaka leo hii kuna timu ambayo imecheza pale, Aston Villa na Leeds United, ambako Aston Villa imepata ushindi wa mabao 2-1. Na kwingineko tunangoja game ambayo itakuwa inachezwa leo hii kuanzia saa 1:30. Tayari imeanza pale dakika
zimekatika 4 na Arsenal na Tottenham. Bila shaka pale tunaitakia timu kubwa Arsenal ushindi kwa mabao 2-0 ili ama mabao 3-1. Na bila shaka nayo hiyo kesho Manchester United watakuwa wanacheza na Everton. Tutakuwa tunangoja tuone ni kipi kile ambacho kitakuwa kinaendelea. Kufika hapo ndipo nafika tamati katika taarifa zetu za ripoti ya weekendi siku hii ya leo Jumapili tarehe 23 mwezi wa 11 mwaka 2025. Kumbuka kwamba utakuwa unatufuatilia Ndizi TV katika mitandao